Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii na kuitazama. Na kuomba kama bado haujasubscribe usubscribe video channel hii ili kwamba uwe wa kwanza kila tunapopandisha video, uwe wa kwanza kupokea ama kupata taarifa kwamba tumepandisha video. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumzie juu ya ujio wa Yesu wa mara ya tatu. Ujio wa Yesu wa mara ya tatu. Wengi tunajua ujio wa mara ya pili ndio ambao tunajua, lakini ujio wa mara ya tatu sio wote wanajua. Najua kuna wengine wanajua, lakini sio wote wanajua. Wengi wanajua ujio wa mara ya pili, mara ya tatu hawaujui. Sasa nataka nije nikwambie kwamba Yesu atakuja mara ya tatu, atakuja mara ya tatu kulingana na unabii, atakuja mara ya tatu. Mara ya kwanza alikuja akaishi miaka 33, miaka 30 alikuwa miaka mitatu akafanya kazi ya wokovu. Kwa hiyo kwa nini alianza kazi miaka 30? Kwa sababu kwa desturi ya Wayahudi wakati ule, yani kuonekana wewe ni mtu ambaye unaweza kuzungumza mbele za watu ni mpaka utimize miaka 30. Kama hivi sasa kwa wakati huu kwamba ili wewe kuonekana wewe ni kijana unaweza ukazungumza hata mbele za watu ni miaka 18. Kwa hiyo kwa wakati ule miaka 30 ndio miaka ambayo ulikuwa unaweza ukasimama hata mbele za watu wakakusikiliza. Kwa hiyo Yesu akasubiri miaka 30 ikatimia akaanza kazi. Kwa hiyo alikuja akaondoka. Baadaye tunamsubiri kwa mara ya pili kulingana na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ni 4 na 13. Pia kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza na mstari ule wa 11. Hapo tunaweza tukaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume kwa haraka tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza mstari wake ni wa 11. Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza mstari wake ni wa 11. Matendo ya Mitume inasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya kwanza 11 inasema hivi. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Yesu huyo aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kwa hiyo malaika hapa wanawaambia wale wanafunzi walipokuwa wakiweza macho kwamba huyu Yesu tunayemwona anakwenda atakuja jinsi hiyo. Kwa hiyo tunaona ujio wa Yesu mara pili hapa, atarudi mara ya pili. Na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza kimesema, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 sura ya 4, Wathesalonike wa kwanza sura yake ni ya 4 mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu nasema, lakini ndugu zangu, hatutaki msijue habari za wao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambia haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio
tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo hapa pia tunaona kwamba Yesu atakuja mara ya pili. Kwa hiyo mara ya pili anakuja kwa ajili ya kulichukua kanisa. Mara ya pili anakuja kulichukua kanisa. Mara ya tatu anakuja kumaliza ile vita ya Helmagedoni. Mara ya tatu anakuja kumaliza ile vita ya Helmagedoni, ambayo tunaona kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yesu Kristo kama alivyoonyeshwa Yohana. Ufunuo wa Yesu Kristo kama alivyoonyeshwa Yohana, sura yake ni ya 16, mstari wake ni wa 16. Wakakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Helmagedoni, na huyo wa saba, hii ni ya sita. Lakini ukitaka kupata maana zaidi unaweza ukaanzia kwenye 12 na kuendelea. Kwa hiyo hii sura ya 12 inasema, na huyo wa sita akakimimina kizazi chake juu ya mto ule Frati, maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Na nikaona roho tatu za chura zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kwenda kwa wafalme, zitokazo na kwenda na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Vita ile kuu ya Mungu Mwenyezi. 15. Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kutunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Helmagedoni. Kwa hiyo pia kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya kwanza. Ufunuo wa Yesu Kristo kama alivyoonyeshwa Yohana, sura yake ni ya kwanza, mstari wake ni wa 7. Neno la Mungu linasema, tazama iwaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Kwa hiyo tazama anakuja, kila jicho litamuona. Huu ujio wa mara ya tatu, kila jicho litamuona. Ujio wa mara ya pili atasimama winguni tu papanda Italia, lakini huu ujio wa mara ya tatu kila jicho litamuona, na wale waliomchoma wataanza kumlilia, kwa sababu yeye atakayewasaidia. Kwa kitabu hiki cha Zakaria 12:10, Zakaria 12:10 ndicho ambacho kinaonyesha Yesu atakuja. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezeavyo mwanao wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Kwa hiyo wana wa Israeli hapo watapewa neema ya kuomba, watapewa neema ya kuomba ili kwamba wamtazame yeye waliomkataa, yaani Yesu. Kwenye sura ya 14 mstari wa 4 inasema hivi, sura ya 14 mstari wa 4, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni, na uelekeao Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki
kaskazini na upande wa magharibi. Itakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake utaondoka kwenda upande wa kusini. Kwa hiyo hapa Bwana mwenyewe atashuka na miguu yake itakanyaga kwenye ule mlima wa Mizeituni, ule ambao alikuwa akienda akiomba wakati yuko hapa duniani, ule mlima wa Mizeituni ambao alikuwa akienda kufanyia maombi kule. Kwa hiyo atashuka, atasimama pale, ule mlima utapasuka vipande, sababu mwanaume ameingia, utapasuka vipande, utatokea bonde. Kwa hiyo mwana wa Mungu Yesu atarudi mara ya tatu, na katika mara ya tatu ni kwa ajili ile vita ya Helmagedoni, ile vita kubwa ya Helmagedoni. Mungu akubariki sana na kutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.